Nikusalimu kwa jina la Yesu. Leo ninataka nikupe msingi wa injili ya Yesu Kristo. Na msingi huu ukiufanya, ukautendea kazi, nakupa uhakika utamuona Mungu kwenye maisha yako. Wengi wanaishi maisha ambayo yameshapitwa na wakati ya agano la kale, ya jino kwa jino, lakini sikio kwa sikio. Sasa injili ya sasa hatupo kwenye jino kwa jino, na vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ipo kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Yesu alikuja si kuitangua Torati na manabii, bali kuitimiliza. Ina maana kutoa vitu mwilini kuvipeleka rohoni. Enzi zile za Musa vitu vilikuwa kimwili, na enzi zile za Yesu alipokuja walitaka kuhukumu kimwili, lakini baadaye Yesu alikuwa akiwafundisha watu masuala ya rohoni na kupeleka vitu rohoni. Kumbuka vitu yetu wanadamu haipo juu ya damu na nyama, kama ninavyorudia tena kwenye kitabu cha Waefeso 6:10-18 na Wakorinto wa kwanza sura ya 10, Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3-6. Kwa hiyo lazima tuelewe hilo jambo, na tukishalielewa ndo tutaweza kushinda dunia hii ambayo ina mambo mengi sana yanayokuwa yanataka kutuharibu na kututenga na upendo wa Kristo kwenye maisha yetu. Sasa twende moja kwa moja tuangalie jambo hili ambalo ndo msingi wa injili ya Yesu Kristo. Na msingi huu unatoka kwenye kwanza kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 1-8. Mathayo sura ya 5 mstari wa 42-48. Lakini pia msingi huo unatoka kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 6 mstari kuanzia wa 20-48. Napo kufundisha hili ukalizingatia na ukalifanyia kazi, mimi nina uhakika 100% utaona upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Mimi nina uhakika 100% utaanza kufurahia maisha ya kwako. Mwanadamu anaposhindwa kuelewa nini Mungu amepanga kwenye maisha yake, mwanadamu huyo ana possibility ya kuishi maisha nusu, na matokeo yake ina maana atakosa furaha ile ambayo Yesu Kristo ameiandaa na ile amani ambayo ameiandaa. Sasa usikubali kila siku kuwa mhanga, mtu mwenye majanga, na wakati nguvu ya Mungu ipo na unaweza kushinda. Unapofuata kile Yesu alichosema ukakifanyia kazi, mimi nakupa uhakika 100% hakuna linaloshindikana. Wanadamu wengi kwa nini hatupati matokeo kiroho? Ni kwa sababu tunapambana kuomba na kuombewa, lakini tunashindwa kufuata kile Bwana Yesu alichotuelekeza kufanya. Ndio maana akaonya akasema, watu wanaofuata yale nayo yasema wakayafanyia kazi kwenye Mathayo 7:24 wanakuwa ni watu wenye akili waliojenga nyumba zao kwenye mwamba. Ina maana hazikuweza kuangushwa na upepo wala chochote wala dhoruba. Lakini wale wapumbavu ni wanaojenga nyumba kwenye misingi, kwenye udongo ambao hawazingatii kile ambacho Yesu alikifundisha, alikifanya na alikisema. Msingi huu ufanye kibao cha moyo wako, ufanye utepe wa macho yako, ufanye kibao cha mtima wako, kifanye taa na nuru ya miguu yako, na kitafakari usiku na mchana, na ukiishi hakika utaona matokeo. Msingi huo upo kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 kuanzia mstari wa 20. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, na nitasoma tu, kwa hiyo wewe utafanyia kazi haya nitakayoyasoma na utakayoyasikia. Bwana Yesu akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliayo sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu.
Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeni mema wale ambao wanawachukia ninyi, wabarikieni wale ambao wanawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wanawaonea ninyi. Akupigaye shavu moja mgeuzie la pili, na akunyang'anyaye joho yako usimzuilie na kanzu. Mpe kila akuombaye, na akunyang'anyaye vitu vyako usitake akurudishie. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo, maana mkiwapenda wale wawapendao, ninyi mwaonesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonesha fadhili gani? Hata wenye dhambi wakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumai kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi weni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Mstari wa 27 anakuambia, msihukumu nanyi hamtahukumiwa, msiraumu nanyi hamtaraumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa, wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile upimacho ndicho mtakachopimiwa. Mstari wa 39 akawaambia mithali hii, je, aliye kipofu aweza kumwongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiliangalie? Au utawezaje kumwambia ndugu yangu, niache nikitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho lako, nawe huiangalie boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Yesu anakuambia, mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri, kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hauchumi tini, wala katika michongoma hauchumi zabibu. Mtu mwema katika hazina yake njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Mstari wa 46 anakuambia, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamtendi nisemayo? Yesu analalamika kwa nini tunamuita Bwana lakini hatutendi yale anayoyasema kwenye neno lake. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuichimbia chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, isiweze kutikisika, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda maneno yake Yesu Kristo, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto uliposhukia kwa nguvu, ikashuka ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Kumbuka mwili wako ndo nyumba. Sasa unapoyasikia maneno haya ninayokufundisha, ninayoyatamka, ukayafanyia kazi, utafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba kwenye mwamba imara. Lakini usipoyafanyia kazi, unakuwa ni mtu mpumbavu ambaye amejenga nyumba kwenye udongo. Mvua zikinyesha, mafuriko yakaja, misukosuko ikaja, changamoto zikaja, utashangaa unaangamia, na maangamio yako yatakuwa makubwa zaidi. Mungu akupe neema ya kulijua neno la Kristo, kulitenda na kuliishi. Kumbuka kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Kristo lina maana, na linahitaji umakini wa hali ya juu, na linahitaji kufanywa kazi.
Ndio maana ili uweze kujua mawazo ya Kristo, soma vitabu vya Injili. Injili ya Mathayo, Injili ya Luka, Injili ya Marko na Yohana. Yazingatie hayo, yafanyie kazi, na kupa uhakika utatembea na Bwana Yesu Kristo, naye atakufufua siku ya mwisho na kukufanikisha hapa duniani. Nawapenda mno. Yesu anawapenda. In Jesus name. Shalom.